kampuni yao. Hazuki ikabidi aulize kama kuna mtu ameiona hiyo video. Mchizi wakati ampekua pia na yeye akaiona ise. Baada ya muda Athena akaja kumlaumu Lati, maana kidogo tu aharibu kila kitu. Lati akasema amefanya hivyo kwa ajili ya upendo tu. Athena alimaindi kishenzi. Sasa Athena akawa anaifuatilia sana ile video usiku kucha. Anataka kujua nani katuma hii video na nini kipo nyuma ya hiki kitu. Kumekucha kwenye kikao cha bodi ofisini, wakaamini kabisa kuwa washindani wao ndo wamefanya hiki kitu. Kwa hiyo wakaona ni bora wapeleke mahakamani tu. Mama akasema kwa sasa anatafuta mtu ambaye atalitatua hili tatizo kwa haraka sana. Pale akaingia Athena. Akasema amefuatilia kwa karibu sana hili swala. Akagundua hii video imetengenezwa na aliyeitengeneza ametumia AI. Athena akasema ametengeneza video kama ile. Wanaweza kuiangalia hapa ili walinganishe ili waamini kweli kama ni AI au sio AI. Kila mtu alivutiwa sana na Athena. Hadi bi mkubwa kwa mara ya kwanza ise akaingia kwenye mfumo wa Athena. Mchizi aliyepewa kazi ya kumchunguza Athena anaendelea nayo ise. Mara akakutana na Dogo. Wauni wanaelewana vizuri mno. Sasa mchizi akamwonyesha Dogo picha ya Athena. Dogo akawaka kishenzi. Huyu alinipiga na chupa ya kichwa, lakini akashtuka. Wewe ni nani? Mchizi pale akampa kiroba kisha akasepa. Narudi. Mchizi ashasepa hivyo. Baada ya kazi nzuri ofisini, mama akamwalika Athena chumbani kwake. Una akili sana. Umenivutia sana leo. Lakini siwezi kuruhusu uolewe na mwanangu. Au unadhani mimi ni mjinga Najua umpendi Azuka. Upo naye kwa sababu ya pesa tu. Unajua nini? Hiki ndo kitu cha kweli ambacho umewahi kukisema tangu tukutane. Kwa hiyo haupingi. Kwa nini nipinge? Mimi sio wa kwanza wala mwisho kutaka kuolewa na mwanaume kwa sababu ya pesa. Acha nikwambie tu ukweli leo. Hata kama ungekuwa mwanamke pekee hapa duniani na Mungu akarudi kutoka mbinguni akaniomba uolewe na mwanangu, mimi bado sitakubali. Hauna haki ya kuruhusu au kutokumruhusu mtu mzima kuoa. Huu sio mwaka 1988. Anatakiwa muoe wa kufanana na wewe, si ndio? Kwa sababu najua Azuka hawezi kuiendesha ile biashara. Tukubaliane kwenye mambo mawili tu. Cha kwanza, Azuka ni mjinga, ni muoga. Cha pili, haujali kuhusu mapenzi. Unapaswa uchunge kinywa chako binti. Ni mimi na wewe tu. Najiona mimi kwako. Mama akacheka kishenzi. Unayaona maisha kwa black and white. Unataka kuoe wewe kwenye mwili mwingine, mwanamke ambaye ana mifupa ya chuma, ambaye anaweza kubeba urithi wako, si ndio? Wakati ambao wewe ugonjwa unakuua taratibu. Mama akashtuka. Ina maana najua kuhusu ugonjwa wake huyu. Athena akasema aliona dawa zake na alisikia pia maongezi yake na daktari. Sasa wakati wanakula, Athena akasema anatarajia kusafiri kesho. Azuka akashangaa. Kesho? Kisha akamgomea. Akasema kesho wana sherehe ya kampuni. Athena akasema hatahudhuria hizo sherehe. Mama kwa mara ya kwanza akaunga mkono hoja. Lazima Athena ahudhurie, lakini baada ya hapo wanaweza kuondoka sasa. Hiki kitu hadi Athena kilimshangaza ise. Lakini Azuka alikipenda kishenzi. Maana watu wawili hatimaye wameanza kupendana sasa Sasa siku ya sherehe ni leo. Wafanyakazi wote wa kampuni walikuwa hapa. Mama na Athena kwa sasa zinaiva vizuri tu. Wanacheka na kufurahi pamoja na mbiwa. Huku nje Dogo amekuja kumtafuta Moyo. Mlinzi alikuwa haelewi. Huyo Moyo ni nani? Mara akatoka Lati. Akambadilikia Dogo. Moyo ni nani? Azuka akasikia kelele za geti. Ikabidi atoka kaangalie, akamkuta Dogo anapambana kishenzi kutaka kumuona Moyo. Lati pale akaondoka. Dogo akasema anamtafuta Moyo. Lati akamletea taarifa Athena huko nje pamenuka. Pamenuka aswa. Huku nje mlinzi akasema huyu mchizi amekuja anasema anamtafuta Moyo. Nikamwambia hapa hakuna mtu anayeitwa Moyo. Lakini Kabiru, unajua kuwa kuna mziki mkubwa huko ndani. Hata kama umemuita huyo mtu hawezi kusikia. Mwacha aenda akamtafute mtu wake. Mchizi akaruhusiwa kuingia ndani, lakini alileta fujo kishenzi. Baada ya kutaka kunivunja kichwa changu, ukawatuma maaskari ili wanipeleleze, si ndio Mchizi alileta fujo vibaya mno. Kila mtu